Mfanyabiashara na mtetezi wa kijamii Osman Sharif maarufu Auke amenyoshea kidole cha lawama viongozi katika kaunti isiyo na eneo pana la kaskazini mashariki mwa Kenya, akidaiwa kulaumiwa kusalia nyuma kwa kaunti za eneo hili, hasa katika miradi ya maendeleo ambayo anasema yameadimika kama maziwa ya kuku. Kwa majina naitwa Osman Sharif Auke, na kwanza nashukua fursa hii kuwatakia Waislamu wote salamu ya heri njema siku hii ambaye ni muhimu sana ya Eid ya kusherekea. Na hii Eid umuhimu yake ni kuchinja. Umuhimu ya Eid ni kuchinja ili wale hawajabahatika miongoni mwa jamii siku ya leo pia wafurahie. Na jambo la pili ni kwa viongozi wetu, hasa viongozi wa Waislamu. Uislamu si mavazi. Uislamu si sura. Uislamu iko hapa kwa kifua. Musije mukadanganyika ya kwamba mukitumia jina wa Waislamu kukandamiza watu wenu, kwa sababu ile uporaji ambaye iko kwa kaunti ya Waislamu hautaamini. Na siku zote walikuwa wanakemea Gachagua kwa kizingio ya kwamba wanasema ya kwamba huyu ni mkabila, na ili hali hawa wanapora mali ya watima, ya wajane na walemavu. Kaunti ya Waislamu leo hii ukiangalia, hakuna kitu moja unaweza sema ya kwamba hii ni miradi ambayo imechangiwa kupitia kaunti. Hakuna. Kuanzia Mandera, Wajir, Garissa, Isiolo, Marsabit, Kwale, Mombasa. Hii inamaanisha ya kwamba viongozi wetu, hasa viongozi wa Waislamu, ndio wafisadi zaidi kuliko dini zingine. Kwa sababu hii hata inatuharibia sura. Saa hii kwa serikali ya Ruto, wale wako katika ngazi ya juu wote na Waislamu. Tafadhalini sana musiharibu image ya Waislamu, kwa sababu muliaminiwa na mulipatiwa hizo nyadhifa. Akihutubiwa na habari baada ya kuhudhuria ibada ya maombi ya sikukuu ya Eid al-Adha, Sharif ameitaka tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuwachukulia hatua wadadisi ambao amesema wataiba kura za uchaguzi ujao. Ya pili ni kwa tume ya IEBC, kwa sababu kuna wale walisema ya kwamba kura isipokamilika watajaza. IEBC budget yake ni 67 billion. What is the essence of that budget? Kama wanasiasa wanasema ya kwamba watakuja kujaza ama watakuja kukamilisha kura kama haitatosheka. So hii inamaanisha ya kwamba hata ukipiga kura ama usipopiga kura, inamaanisha ya kwamba at the end of the day ile mtu ambaye ako hapa ndio atashinda. So this is very unfortunate, na ni kitu ambaye inaweza peleka nchi kwa njia ambaye haitakikani. So lazima IEBC wakuje waziwazi waeleze wananchi wa Kenya ya kwamba kama uchaguzi itakuwa ni uhuru na wa haki. Kulingana na sheria, wale viongozi ambayo walianza hiyo walitamka hiyo msemi, lazima by this hour wakuwe summon, waulize ya kwamba wanamaanisha nini. Kwa sababu tume ya IEBC lazima wahoji wale wote wanasiasa ambayo wanaeneza hii maneno ambayo ya kusema ya kwamba watakuja kujaza kura hata isipokamilika. Wakati wa huo ametoa changamoto kwa wabunge kote nchini kwa kutoa vikao vya kujulisha wananchi ni yapi yaliyomo katika mswada wa kifedha mwaka 2026, yani finance bill, akisema ni jukumu lao. Right people ambaye wanafaa kuelimisha watu ni member of parliament. Kila mbunge aeleze watu yake, kwa sababu hii finance bill wale wote ambaye wale wengi wanachangia ni MPs. So hata hizi maneno ya kuongeza prices kwa sababu ya levies, kwa sababu ya so many levies, hawa wajumbe ndio wanahusika. Na wananchi pia before uende kwa barabara kufanya maandamano kwa sababu ya bei, kwanza uulize bunge yako
alifanya nini kulingana na hiyo finance bill ama bei kuongezewa kwa hizo bidhaa, kwa sababu hawa ndio wanapiga kura, hawa ndio wanapeleleza hiyo finance bill, hawa ndio wanahusika kabisa. So before even going to the president, I've been asking him about the prices, about the increase of fuel and any other essential items. Lazima bunge yako ndio wanahusika, na wananchi lazima wakuwe makini, waulize bunge yako, kila mtu aulize bunge yake ni nini ambaye inaendelea, kwa sababu hawa ndio wanachangia kufanya sheria. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.